Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Johra Mohamed. Niko hapa kwa niaba ya shirika la Twaweza Communications na tupo hapa kwa huu mradi wetu wa kuhifadhi mila na tamaduni za Kibajuni. Sasa ningependa kukuuliza maswali kadhaa, lakini kabla hapo naomba ujitambulishe, wewe ni nani, umetokea wapi, alafu tutaendelea. Wa alaikum salam Johra, asante sana kwa maswali hayo. Mimi jina langu naitwa Sauda Kasim. Mimi ni mzaliwa wa Faza Rasini, kisiwani Pate. Mimi ni Mbajuni halisi na babangu na mamangu ni Wabajuni. Babangu alikuwa ni mfanyi mvuaji samaki na yeye alikuwa ni mtu wa baharini sana. Pia alisafiri sana kisiwani Pemba. Alifika mahali kama huku Tenevi, alifika mahali kama Watamu, na huko ndani alikuwa anasafiri sana, na alikuwa ni mvuvi hodari. Mara nyingine akisafiri alikuwa anasafiri peke yake kwa jahazi yake, na akienda na saa nyingine akiweza kurudi. Mimi mwenyewe nimezaliwa hapo Faza na nimekaribia miaka ya kwamba siko mbali kuretire, na mimi nilisoma Faza elimu yangu ya primary. Nikimaliza nikasoma Lamu kama secondary level. Nikimaliza hapo mimi nilikuwa mwalimu kwa muda kipindi cha miaka 20 na kuendelea. Baada hapo nikaweza kujiunga na masomo ya ziada na nikaweza kuajiriwa kama mhudumu wa kitengo cha elimu Makavazi ya Lamu, na baada ya hapo nikaweza kuendeleza huduma zangu upande huu na kushughulikia mambo ya cultural na activities, mambo ya heritage ya watu wa Lamu kwa jumla. Baada ya kuwa hapo nikapelekwa upande wa American Space, ambapo hapo mimi ni kama coordinator hapo, na kuna library hapo tunashughulikia hiyo library. Mpaka sasa mimi ni coordinator hapo, na pia ni treasurer na trustee wa Bajuni Council of Elders wa Lamu. Mashallah. Sasa unavyosema wewe Mbajuni asili, tuseme maana mama Mbajuni, baba Mbajuni. Sasa mimi nataka unieleze Mbajuni hasa nani? Ni nani Mbajuni? Mbajuni ni yule ambaye amezaliwa upande huu wa coastal area, na pia anahifadhi mila za Kibajuni na kuendeleza mavazi ya Kibajuni. Kwa hivyo ndiye Mbajuni halisi, na watu wote waliotoka upande huu wa coastal area pamoja na Somalia. Maanake kuna Mbajuni wa upande huu na kuna Mbajuni wa Somalia, lakini sote tumeshikana. Na wakati huo wa nyuma tulikuwa tukiingiliana, kwa sababu tulikuwa tukisafiri, watu wetu wakisafiri mpaka wakielekea Kiemboni, wakienda Chovae, wakienda kule penye samaki wengi karibu na Kismayu, watu wako pamoja. Hata tuna wameoana wa Kismayu na kwetu, kwa hivyo ni Wabajuni wote. Kwa hivyo Mbajuni ni yule anayefuata mila na desturi za Kibajuni na kuzaliwa kwake na wale Wabajuni. Na sisi Wabajuni mara nyingi ni Waislamu, wengi ni Waislamu. Hakuna Mbajuni aliyevuka kuwa katika kabila lingine. Japokuwa hapo zamani kulikuwa na mission zilikuja, lakini haikuweza kubadilisha kwa wingi pale Wabajuni. Kuna utofauti sasa hivi ya Wabajuni wa hapo zamani na wa sasa hivi? Kuna tofauti kubwa ya sasa na wale wa zamani. Wabajuni wa zamani walikuwa ni watu wanashughulikia sana ulezi wa watoto ndani ya majumba yao, na katika kushughulikia ulezi wa watoto walikuwa ni watoto na waume. Ndio maana zamani kulikuwa hakuna talaka nyingi, kwa sababu mzazi ako nyumbani analea mtoto, analea na baba, kwa sababu baba akiingia ako na wakati mzuri wa kuwa pamoja, kuelekezana na kusonga pamoja. Mtoto ako pale
lisho lake bora, kunyonyesha, ananyonyesha kila wakati, usafi ako nayo anamsaidia, mtoto anaangaliwa vizuri, anapewa yale maadili hasa ya ulezi pale ndani ya nyumba. Kwa hivyo ile nyumba ilikuwa pia ina nidhamu, kwa sababu mzazi anamlekeza mtoto ipasavyo. Lakini tofauti ya sasa na zamani, sasa ni kwamba wazazi mara nyingi hawako ndani ya majumba. Wazazi mara nyingi watoto hawaangalii kikamilifu, wanaachia watu wengine majukumu ambao mzazi na mtu mwingine ni tofauti katika kulea mtoto. Na sahihi pia wazazi ni watu ambao saa zote pamoja na bwana zao wako kando kando, wanadirikana kwa muda mchache sana, kila mtu akiwa amechoka na kuendeleza yale maisha ya pale ndani ya nyumba. Ndipo unapoona kwamba muda mrefu unaona mtoto anabakia na mtu wa kazi na mzazi wa kike kwa sana, lakini mzazi wa kiume mara nyingi hapatikani kwa urahisi. Watu wanaenda mbio na maisha. Labda tueleze ukuliaji ama kulelewa kwa mtoto wa kike hapo mwanzo wa Kibajuni ulikuwa vipi? Mtoto wa kike walikuwa mtoto wa kike wanamlelea vizuri, hafai kutoka. Mfano akienda usiku, ikifika magharibi, pengine siku zake za hedhi, anaambiwa usitoke, unaweza pata mandhuri fulani. Katika ulezi wa kumwonyesha jinsi ya usafi hapo ndani ilikuwa ni mzuri zaidi, wa pamoja. Mtu akiwa mkubwa anapatikana na mambo kama haya, ukiamiliana na mwanamume unaweza kupata mambo kama haya, na walikuwa hawaruhusiwi kuwa na ushirikiano na mwanamume kwa sampuli yoyote. Si kama sahihi kwamba mwanamke, msichana na mvulana wanaweza kaa kwa muda mrefu mahali kokote, hoteli, wapi wameruhusika, lakini pale zamani ilikuwa hakuna. Na ulezi wa zamani wa watoto wetu ilikuwa uzuri wake ni kwamba mtoto akiwa ameenda madrasa, amerudi, ako na mzazi. Kwa hivyo ulezi unakuwa pande mbili, kwa mwalimu na kwa mzazi. Kuna ule ushirikiano ambao unaleta ule mtoto nidhamu yake ikawa hali ya juu. Ndio unaona sisi tuliokuwa zamani si kama wale watoto wa sasa, kwa sababu sisi tulikuwa tunathamini wazazi, tuko pamoja na wazazi, una ile hisia. Lakini saa hizi unaona wako tofauti kwa sababu ya mabadiliko mengi ya katika hii dunia. Labda tueleze ulikuliaje mpaka ukawa mwalimu? Ilikuwaje historia yako? Mimi nilikuwa nimezaliwa katika familia ya watoto 12. Mashallah. Mimi ni mtoto wa 6 katikati ya wote, na 2 walikuwa wamefariki mapema. Mmoja alifariki sio mbali, ambaye ndio mkubwa wetu wa kwanza. Katika hao wale wakubwa, katika 3 hawakwenda skuli kwa sababu ilipelekwa shule pale Faza, lakini babu yetu akawa anasema hawa wamekuja kubadilisha dini, kwa hivyo wale ndugu zetu hawakufanya nini, hawakupelekwa. Sisi pia tukawa hivyo hivyo. Lakini kuna wakati mmoja nilisafiri na mama, alikwenda kumwangalia mtu wake akiwa mgonjwa Mombasa. Tulipofika kule, mimi nilikuwa na miaka 7. Ule mwanamke anamwambia, huyu mbona umekuja naye huku? Kwa nini? Akamwambia, ukirudi naye mrudishe wapi? Mpeleke skuli. Sasa tukirudi Faza, mama akasema nimeambiwa nimpeleke skuli, na akawa ameninunulia vitu kama watoto hivyo wa kuteza teza. Nikapelekwa mahali, nikapelekwa hapo nasari, tukawa sisi kuteza na watoto, tukipewa na maziwa tukinwa. Sasa kisha baada ya muda kidogo ikawa chifu sasa anachukua watu kupeleka wapi? Kupeleka shule. Alipowapeleka shule, sisi tukawa tumepelekwa through ile nursery level. Kwa hivyo sisi tulipitia nursery level, wale wengine wakaja wakaingia, tukakutana pamoja. Tulipokutana pamoja katika huo kupuo, watu wamejazana watoto katika darasa moja, sote tuko chini karibu 100 hivi na fujo. Lakini sasa katika kwenda, kuna wengine
wanaacha kwa sababu nyingi, sababu ya ukosefu wa karo, sababu ya ukosefu wa kalamu kuandika, sijui nini, sababu ya zile nidhamu, zile changes, hakukuwa na ile transition ya kwa sasa. Lakini sasa bahati, sijui mimi ni kwa sababu gani, tukawa ni wenye kuendelea. Tukifika darasa la 3 hivi, watoto wengi hawako, tulioko sisi ndio tukakazana. Hilo darasa la 3 wengine wanaacha. Tukaenda mimi nikafika mpaka darasa la 7. Nashukuru Mungu. Nilipofika darasa la 7, mimi nikapata shule ya Mpeketoni na Tarasa. Nikaambiwa niende Tarasa, wazazi wangu wakasema Tarasa sijui kuna mashipa, sijui kuna nini, kuna food. Wakawa hakuna boarding, sasa utakaa wapi, kitu kama hiko. Nikaletwa Mpeketoni. Kuletwa Mpeketoni, mwanzo kufunguliwa shule Mpeketoni. Nilipokuja Mpeketoni pia hakuna mahali ya kukaa. Ikawa mimi nitafutiwe mtu nikae Mkunumbi kisha nivukie Mpeketoni niende shule. Pia huku na huku ikawa haiwezekani, ni ngumu. Nikarudishwa Lamu, nikasoma Lamu Girls. Nikasoma Lamu Girls mpaka nikamaliza form 4. Nikimaliza form 4, katika ile hali ya watu kuona mtu amesoma na nini, ikawa mimi nitafutiwe kazi. Nikatafutiwa kazi na babangu kuhusu mambo ya operator. Zamani kulikuwa na zile simu za operator. Ikawa mimi nitafutiwe hiyo kazi. Lakini wajua mahali kokote kuna mambo ya influence, kuna mambo ya kufinyana. Sasa mimi sikupata ile kazi. Nilipokuwa sikupata, babangu akasikia vibaya. Nikaambiwa msukume huyo wapi? Aende akawe mwalimu. Nashukuru sana, hiyo ilikuwa ndio heri yangu kwa sababu mimi nilipokuwa mwalimu nimekuwa mtu mzuri zaidi kama ningekuwa operator mimi singekuwa mzuri, lakini nilipokuwa mwalimu nimekuwa bora zaidi kwa sababu imenisaidia sana katika ulezi, imenisaidia sana kwa mimi mwenyewe kuwa mtu bora, role model na pia kujiendeleza. Ndio sasa baada ya hapo sasa nikasomesha, nashukuru, shule 3. Baada ya kusomesha shule 3 mimi nikakimbia kusoma baada ya kusoma ile Teachers College Mosoriot Eldoret, nikarudi sasa pia hapo nikapata exposure kali sana. Nikimaliza hapo sasa mimi ni mtu mkubwa kwa sababu nina exposure mpaka Eldoret. Kuna watu tofauti, tumekutana watu tofauti. Basi ilikuwa mimi imeniinua sana. Nikimaliza hapo ndio nikaendeleza masomo yangu mengine Nairobi, nikaendeleza mpaka masters level. Nikimaliza ndio sasa mimi nimeanza kuelezea mwanzo kwamba nikaingia museum, nikatoka museum, sasa niko museum lakini nimekuwa located pale American Corner Lamu. Mashallah. Kama mwalimu tuseme sasa hivi sisi kwa mradi wetu huu tumechapisha vitabu vya Kibajuni visomeshwe mashuleni grade 1, 2 na 3. Sasa kama wewe asli Mbajuni asli na hivi vitabu vya Kibajuni, una maoni gani yani? Kwanza ni wazo zuri, itakuza ile Ubajuni, utaendelea au utapotea, au utakatika mahali, na kile kizazi kinachokuja kitafanya nini? Kitasoma Ubajuni kwa urahisi zaidi. Mbali na hapo, itabidi vitabu vya Ubajuni viwekwe kwenye mitandao pia, kwa sababu huu ni ulimwengu wa mitandao. Na katika kuendeleza hayo masomo, ikiwekwa ndani ya mashule, hilo itakuwa ni jambo ambalo itaweza, si mashule peke yake, hata madrasa pia. Ikiwekwa madrasa hiyo, kisha kufunguliwe pia centers za Kibajuni. Inaweza kufunguliwa shule ya Kibajuni hasa kama vile wenzetu wanavyofungua shule zao kama wa Somali. Mara nyingi unaona kuna hii madrasa Duksi. Kuna madrasa ndio. Unaelewa? Na madrasa yote lengo lake ni dini, si ndio? Lakini wao kwa sababu wataka kupeleka malengo yao, wanaweka Duks na wanaweka madrasa na wanasomesha Qur'ani wao, kisha wanaingiza zile mila zao hapo ndani. Hata nimeona, niliwahi kusafiri kufika Kiemboni, kuna Duks time zao hata hazina muda mrefu, si kama sisi kukaza asubuhi saa 3 mpaka saa 5 kila kitu kimeisha. Yani utawaona kama ambao wanaenda kizungu, kwa sababu wazungu hawafinyi sana time zao. Sasa wanasoma Duks, wanamaliza, wanaingiza mila.
wanaingiza ile culture yao ya kuvaa vizuri nini bila yao hivyo kitu kama hivyo. Na pia nimewahi kusafiri kufika US ambapo nimeona Waislamu wa Somalia wanaingiza tu culture yao, wako tu sawa yani, wamevaa hivyo, wana duksi zao huko pia. Nikaona wana duksi zao, nikajua hawa ni kwa sababu wanaendeleza nini ile mila yao na desturi zao. Kwa hivyo hapa pia kukifunguliwa centers yani za Kibajuni, wanaingiza dini integrated sasa. Kibajuni, dini, English and so forth. Kuongea kuhusu hii mila ya mavazi tuseme. Je, kulikuwa na mavazi asili hasa ya Kibajuni ukikumbuka? Na buibui ilikuwa zamani sana. Mimi sikuyaona lakini nimewaona kwa kusoma. Shira. Kama chandarua hivi. Mtu anaingia ndani, anaenda. Lakini wakati wangu mimi hasa kuna hata si afadhali ningevaa hilo buibui, ni interview ikawa ni onyesho lake. Kuna buibui unavaa na kamba na nyuma hivyo. Kisha unafanya hivi ukitaka. Lakini mimi hasa wakati nimekuwa nasoma nilikuwa navaa hilo buibui. Nimebadilikiwa na buibui mengine kwa sababu ya mabadiliko. So kulikuwa na mavazi asili ya Wabajuni kabisa peke yao. Wabajuni walikuwa wanavaa mavazi ya leso mara nyingi. Kama ndio vazi lao. Lakini buibui ni hilo la Kiswahili. Lakini area ni leso. Moja juu, moja chini, kitu kama hiko. Kama Waswahili tuseme. Kama Waswahili wanafanana. Yeah. Nafikiri so ni kanga juu na chini. Okay. Labda sasa kwa maoni yako wewe as mzazi, mama, tuseme mwalimu, una maoni gani katika mradi huu unaofanyika wa kuhifadhi mila na tamaduni za Kibajuni? Ungependa kuambia nini Wabajuni labda? Nashukuru kwa hilo swali kwa sababu ni swali jema la kuendeleza mujtama wa mbele, future ya watu. Mimi napendelea kusema kitu cha kwanza watu wawe na ushirikiano. Cha pili watu wawe wakisaidiana. Kusaidiana nini? Kimalezi. Malezi ni muhimu sana katika kuleta jambo lolote katika mujtama, katika eneo la watu, community ya watu. Kwa hivyo malezi yawekwe mbele. Na katika kulea watu wasaidiane. Kuna kusaidiana. Zamani watu akimwona mtoto wa mwenzake anaweza mwambia usifanye hivyo. Saa hii unampita. Mtoto anafanya makosa lakini wewe unampita kwa sababu unaogopa repercussion, kuteta, nini. Jirani pia saa hii huwezi mkemea jirani. Kwa hivyo kusaidiana katika kulea. Unamuona na mimi naona hii tofauti iko huku kulingana na mahali kama Nairobi. Mimi hutembea sana, nimetembea sana muda mrefu mahali mbali. Unaona mtu anamwambia mbona unafanya hivyo? Yaani kitu kama hiko. Kwa hivyo katika kusaidiana kwa malezi. Kwa mfano hapa Lamu wakati wa Ijumaa kuna watu wanaenda wapi? Ijumaa. Utaona mzazi amempita mtoto na mtoto amekaa tu pale, hawezi kumwambia mbona wewe umekaa hapa na sasa hivi ni Ijumaa. Tuende Ijumaa ama songa uende Ijumaa. Kwa hivyo tusaidiane katika kulea kwanza. Pili ushirikiano. Tatu kuwe na mwamko wa kuelimishana. Huwezi songa bila elimu. Huko nyuma elimu yao ilikuwa ni ya pale ya mzazi na experience. Sasa hii tunachanganya experience na watoto waweze kupelekwa mashule. Wakirudi wajulikane unaendaje. Pia kuwe na ushirikiano baina ya wale walimu na wazazi. Kwa sababu kama huna ushirikiano wa mwalimu na mzazi, mtoto hawezi penya vizuri. Kwa sababu lazima ujue mwalimu ni wake ni nani. Kuna mwalimu anakorogea mtoto na we ujali. Na anaweza kukorogea pale. Kwa hivyo lazima mtu ahakikishe kwamba ule mwalimu anamfundisha huyu mtoto ni nani. Na ukiona kasoro yote, mimi nasema mtu asiogope kwenda kusema
nimeona hii na hii. Maana kama sisi Wabajuni mara nyingi kuna jambo la kuogopa kusema. Sasa hiyo tuikuze, mtu aweze kusema ile haki ni ipi na batili ni ipi, makosa yako wapi hapa. Tusaidiane, sio kwa ukali wala sio kwa kufinyana. Hapo ndio tutaleta ile jamii kwa wema zaidi, kwa sababu ni hatari kwa watoto wetu. Unajua mwalimu anamkoroga mwanao na wewe umenyamaza tu, unaogopa mwanangu asije akaenda akamfanya hivi. Haitakikani hivyo. Ndio maana ikawa mzazi lazima awe wakili wa mtoto wake. You have to defend your child. Vovote vile. Hakuna mwingine zaidi ya wewe ambaye ataweza kumdefend mwanae zaidi ya mama ama mzazi ama ile jamii. Kwa sababu usipomdefend ataumia mahali, na akiumia atakuja nao ile hali mpaka imkamnyage mbele. Atakuwa hawezi kufanya chochote. Ana kitu kinamuuma mahali. Kwa hivyo mimi naona ushirikiano, malezi, tusaidiane hapo. Ziletwe hizi centers na haya mavazi, exhibition mahali iwe iko. Kuna exhibition, ikiwa kuna Swahili exhibition, kuwe na Bajuni exhibition pia. Kuwe wana showcase, kuna open days ziwekwe. Kuna hizi film ziwekwe watoto wanaona. Kuna siku wanaona hizo. Kuna siku za shule zao. Naambia basi leo mtaonyeshwa hii. Mbona watu wanaona Waarabu? Mbona watu wanaona Wazungu? Mbona watu wanaona vingine na wanataba? Kwa hivyo Wazungu na wao watakuja wafuate hilo jambo. Kwa hivyo lugha pia inaweza changia sana kuleta ile jambo liwe na muafaka zaidi. Na hizi AI hakuna njia utaziepuka. Sisi jana tu tulikuwa tunaambiwa lazima mtumie AI na GPT. ChatGPT. Hizo. Okay. Kwa hivyo hakuna njia. Kwa sababu ukiziacha bila kuzitumia hizo, unarudi pale pale sasa. Hatusongi. Kusonga sasa ni kuingia kwenye hizo social media. Isipokuwa tu ile jinsi ya kutumia ile social media, ndio mahali watu wanatakana waongozwe jinsi ya kupitia huo mwongozo. Ikigusia swala la TikTok, ni kitu kinaeneza haraka sana information, lakini lazima kuwe na mwongozo. Kama hakutakuwa na mwongozo, basi kumeharibika sasa. Jamii inaharibika sasa. Manake mimi nimewahi kuona vitu vingine ni kama ambao zinaweza haribu watoto. Nimeona kitu kama sijui nini kisha nikasema hii ni nini? Lazima ni kitu ambacho hiyo. Na unafikiria hii mradi huu utawasaidiaje Wabajuni? Utawasaidia sana kwa sababu kama saa hizi unasema Mbajuni hawajui wao ni nini kinaendelea. Utawaeleza, kitawaelimisha, kitawasensitize. Wataanza kusema kumbe kuna watu hawajui roots zao, hawajui. Yeye ni Mbajuni lakini hajui haki yake hata iko wapi. Hajui yeye anatakana kufanya nini. Anasema wewe nani? Mara nyingi shida imekuja wakati watu wanaandikisha kitambulisho. Anaulizwa, wewe nani? Sema ni Mbajuni. Sijui ni Mtandaa, sijui nini. Hawaelewi. Mimi ni mmoja wapo. Nilipokwenda kutafuta kitambulisho nauliza, mimi ni nani? Niandike nani? Nana. Sasa hapo mamangu anasema sijui, muulize babako. Kimuuliza baba anasema Mtandaa. Lakini babangu mimi nashukuru alikuwa ni mtu mwerevu sana. Hakusoma lakini mwerevu kabisa. Alikuwa yeye ni mkubwa wa hizi groups, mikao. Kwa sababu zamani pia kulikuwa na mikao. Sasa hizi kuna zamani kulikuwa. They were not registered. The groups were not registered, lakini zilikuwa. Na zilikuwa walikuwa wakishindana kweli kweli. Walikuwa hawana vita. Starehe, ngoma, ngoma. Starehe tu, kuvuta sigara, kula, kutafuna, kitu kama hiko. Samahani, but ningependa kukuuliza kwa sababu kusikiliza kwa wingi mnasema
kuendelea kwa ubajuni au tuseme kibajuni, mila na desturi za kibajuni. Inatakaniwa wabajuni wapendane, washikamane, wasaidiane. Kila mtu anasema hivi, yani same answers. Labda ningependa kujua chanzo ni kipi cha kuwa labda hamupendani au ni kitu gani kinawazuia nyinyi kushikamana, kupendana na kusaidiana? Tunasema ubinafsi. Kitu binafsi, kila mtu anajitakia mwenyewe. 1, 2, kitu cha pili kinachochangia watu kutoshikana, transparency. Hakuna uwazi wa kitu, unamficha. Pia corruption. Mtu ukimnyang'anya mwenzako hata kukubali kabisa. Ukimfinya mtu mahali, hakuna siku atasimama kukubali. Atakuona tu tofauti, hata ukageuka. Until ujieleze kupita kiasi, yani ubadilike, yani kupita kiasi. Lakini shida ya kutokupendana watu ni binafsi na kufinyana. Mimi ukinipokonya rasilimali yangu, kitu changu, mimi siwezi kujitetea, lakini ikiniuma mimi sitakupenda. Itaniuma tu. Na mara nyingi pengine unaona kama sahihi kuna vita pengine hutokea. Watu wana majirani. Wakati wanajenga, unamwona mtu, sasa sielewi hiyo ni nini. Manake unajua mahali pako ni hapa, asonge hapa. Tayari vita, haziishi zile vita. Mimi nina hiyo issue, sikujua, na nyumba yangu rasmi. Nikakaa mpaka siku nikaambiwa kwenu karibu na nyumba yako kuna mtu amejenga. Nilipoenda amekuja hapa mbele. Badala hapa amekuja hapa. Sasa mimi nikasikia vibaya, sina raha mpaka sasa. Nikaongea lile neno lakini sikuweza kufika mbali kwa sababu nilisema niende nikapeleke malalamiko kwa chifu nini. Kuna mtu akaniambia utaweza hizo kazi. Itakudemand pesa, wakati na viki vile ziko. Sasa unaona hiyo ndio sababu za watu wanatofautiana tu hapo. Ukitofautiana hapo uwezi irudisha ile nyuma na ameshajenga na haondoi. Haondoi. Kwa hivyo ile watu kuteta kuna visababu. Ndio maana hata zile vita, saa nyingine zile vita za bajuni kwa mfano, zinaenda shule, watoto wanasikia mzazi anasema mwalimu yule. Sasa wale mtoto akikua anajua huu ni mwalimu lakini huyu na mama huko hivi kwa sababu ni mbaya, amemuibia mahali ama nini kitu kama hivyo. Kwa hivyo vita vina sababu vyake. Na kuteta watu kila kitu kina sababu. Kuteta kuna sababu. Na pia kufundishwa discipline. Discipline ni muhimu sana. Unamuona wazazi na watoto wa leo wanavyokulia na mtoto anaweza pengine mpigia kelele mzazi. It's too bad. Mimi nikisema hivyo mimi naona kama ni kitu cha dhiki sana. Mama anazalia hivi kwamba mwanae amempigia kelele kwa sababu ni uchungu na hakupenda kulia. Kwa hivyo wale watoto wakuzwe kimaadili. Discipline muhimu sana, malezi muhimu sana na trust pia. Watu waunde trust baina wao kwa wao. How do you build trust? Pia conflict. Kwa kuna vita mahali ya watoto. You have to come together. Lakini kuna wazazi wanawaambia alikupiga nenda mlipe. Hataki kujua ni nini kinaendelea. Sasa hapo conflict itaisha. Nenda kamlipe. Kwa nini wewe si mwanamume? Wewe si mume. Mbona amekuchandika nawe mtandike? Sasa badala kuenda pale kwa ule mzazi mwenzako umwambie hao aliteta sijui ni nini na nini. Hiyo kukulisha hiyo hali. Usipoikulisha basi itaenda mbali sana. Kwa hivyo ni muhimu mambo kama haya. Shukran sana. Labda utupe maoni yako au na chochote ungependa kuambia wabajuni au tuwaweza communications kwa kuendeleza mradi huu au kuuleta mradi huu, tungependa kusikia. Mimi napenda kushauri kwamba hili ni jambo zuri sana la kuleta wabajuni pamoja. Manake linaleta umoja.
watu wanapokuwa na mwamko, ina maana kuna watu wanakuja pamoja. Ushauri mwingine ni kwamba, nimesema mbele, naona kama najirudia, ulezi, watu washikamane pamoja, walee watoto wao, wasaidiane kulea, pia waweze kuelimisha wabajuni. Wanaweza kuelimisha ubajuni, waelimishe watoto kwa njia zingine, na mambo yanayotokeza wa athari zake. Athari hii ni hii, athari ya mtandao ni hii, athari ya hizi vitu ni hizi. Lazima uwe na nidhamu, kitu kwa hivyo. Kwa hivyo elimu ni kitu muhimu. Pia wawafundishe watoto kazi za mikono. Ngoja. Wafundishe watoto kazi za mikono. Ina maana wameacha kuwafundisha watoto kazi za mikono ama hazifanyiki tena vipi yani? Hakuna kwa sasa, lakini wafundishe zile kazi zao walikuwa wakifanya. Maanisha hizo za uvuvi na kulima. Mtoto anafuata pengine babake, wanaenda anajua. Unamuona babako anafanya nini. Mimi nakumbuka tulikuwa tukienda shamba na baba, tukicheza yeye akilima. So tunamuona anafanya nini. Sasa kama mwanamume na yeye anafanya. Nyumbani wawafundishe kazi za mikono. Kuna kazi muhimu sana zinafanya kusaidia watu mental, kama kushona, kufuma. Unaona? Pia kama cherehani inakusaidia pia physical nini. Kwa hivyo kushona ni kitu muhimu, pia kusuka zile kamba kama hizi za vitanda na nini. Kwa hivyo kazi ya kushona ni muhimu. Kushona kofia, weave. Hizo ni kazi ambazo zinakupanua akili na inaondosha mental cases. Inakusaidia sana sana sana. Kisha pia inakupatia maisha, opportunities. Kama saa hizi watu wanashona embroidery, buibui nini, inasaidia. Kwa hivyo wafundishe kazi za mikono watoto. Wakifundishwa kazi za mikono, hasa saa hii ukizunguka kila mahali unaona kuna kazi za mikono nyingi za kushona, na kisha kuna zile za kusuka. Kuna beads hizi, wafundishe jinsi ya kutengeneza mikeka, vile table mats hizi, na njia nyingi za kusaidia watoto. Hiyo ni nyingine. Kisha kuna kitu mimi naona wasaidie, labda hygiene classes kwa watoto. Inafunzwa kwa madrasa lakini very light. Wakuwe na specific hygiene classes pengine for junior classes. Watoto wakitoka miaka 12 kwenda 16, hapo kuna ile wakati watoto wanapata hedhi, wanawake, wanaume nao wanaanza kubadilikiwa. Kuna kupiga mswaki hawajui, kuna kuosha mambo yao hawajui, kuna kuoga pia hawajui. They don't know. Wanatukulia too light. Wazazi hawana nafasi, lakini wakiintroduce something like that, yani hygiene junior classes, hapo hata yule mtoto atamfundisha. Maana nikikwambia hivi ni hivi, utaona ukienda vyoo ama mahali pa wabajuni iko tu hivyo, iko rough. Lakini ukienda mahali kwa wazungu kuna tofauti kali ile mambo ya hygiene. Sasa wakifundishwa wale watoto watasaidia nyumbani zao pia. Sawa, shukrani sana Madam Sauda. Asante sana. na nawatakia kila la heri. Shukrani. Pia sisi tumefurahi. One question. Embracing technology to preserve the culture, even through AI, TikTok, social media.